naamini mwanaume anapokufuata wewe mwanamke kakutamani kwanza. Hawezi kukupenda tu direct, kwa sababu hamna ulichomfanyia, hamna heshima uliwahi kumuonesha, hamna hekima umemvutia, kwanza ni umemtamanisha. Kwa katika hayo mahusiano ya yeye kuja kulala na wewe, ni wewe ndio utachagua uwe wife material kwake au uwe mpita njia. Na mwanaume anapokutumia na bado unaringaringa, unajua una jipya kwake, kwa hata akikuacha haina madhara. Ndio maana unaambiwa mwanamke jione mzuri kabla hujapatwa. Ukishapata unachotakiwa kuringia sio uzuri tena, ni hekima zako kwa mwanaume wako, busara yako, heshima yako, upendo, nidhamu na hofu yako mbele za Mungu. Ndio maana hata nyinyi wanaume mna matamanio. Wewe utakuwa na mshangazi anamsambwanda, utakuwa naye, lakini kesho kutwa akipita mshangazi mwingine anamsambwanda pia utatamani. Umeona? Kama ingekuwa ni mvuto wa mwili wake ndio mzuri zaidi, basi kila mwanaume ambaye anatoka na mwanamke wake basi angekuwa na huyo. Wazuri ni wengi, wanaozaliwa wenye shepu ni wengi, uzuri upo ule ule. Hebu leta cha utofauti. Cha utofauti wewe na Asha ni kipi? Unapomwambia mwanaume utanikumbuka, hakikisha anakukumbuka kwa mangapi. Kitanda tu akifanya mwanaume akukumbuke. Ulivyokuwa unamheshimu, akitoka kazini ulivyokuwa unampokea, ulivyokuwa unamtoa kimawazo, ulivyoheshimu familia yake na kuipenda. Ni vitu vingi sana vitamfanya mwanaume akukumbuke wewe kama mwanamke.